Hatukuhitaji huku. Huyu ni dada yangu unamjua. Wewe unamjua. Si mwenye mmekuwa mkikapo na yeye. Ishi huko. Anaingiliaje maisha yetu? Saidi utajua ni maisha yetu. Ishi huko. Na siku nitakukuta kwa ndugu yangu, utaamini kitu nitakufanyia. Haya, leo tujue kama ni mzee wako. Ishi tu huko. Hello guys, mambo vipi? Ni Jeff TV hapa guys. So guys, kama uko hapa for the first time, make sure umesubscribe na usikose kuacha comment hapo chini. So manze, leo nimepigiwa simu na Baba Ruby, akaniambia kuna issue, nikam tusikie ni nini inaendelea. So manze, nimekam na tuko hapa na wacha tusikie ni nini yako nayo kutuambia. Baba Ruby, ni aje? Poa sana. Uko fiti? Niko poa, lakini bado ndio najaribu fix my issues, nione kama zitakuwa fixed, kila kitu kikuwe sawa. Okay. Yeah, just why unajua leo nimekuita unashangaa ni wakina nani? Nimeona crowd imekuwa kubwa, nashinda niko wapi. Usijali. Huyu ni my sister. Huyu ni sister yako? Yeah, huyu ni sister yangu, ndio nimemuita. Juu baba mkwe pia alikuwa anakuja. Huyu ni father-in-law? Father-in-law, yeah. Anakuja, so nikaona nisijiongelele peke yangu, pia sizi yangu ajui nini kinaendelea. Umefanya poa. Kutoka nirudi pia amekuwa busy kidogo na job. So at least leo amepata nafasi. Okay. Juu umejua hii town kila mtu ni kutafuta. Yeah, inaeleweka. So Jeff, wacha tusiharibu time kwa sababu kila mzee pia anafaa arudi. Mimi mzee, kwanza nashukuru kwa wakati wako na kukuja pia. Sis, nashukuru umefika. But chenye nimewaitia sio taarifa mzuri. Ni mbaya. Na sitaharibu time. Mzee, mimi kitu yenye nimekuitia hapa ni kwamba shida iko upande wa msichana wako. Hata ndio mwenye alifanya nikarudi. Msichana wako nilimpenda na nikampa kila kitu, na hata wewe hiyo unajua. Na usaidizi, hakuna usaidizi yenye anakosa. Unajua kila kitu. But imefika mahali akaona usaidizi wangu kwake kama venye tumekuwa tukiishi ama venye tulioana tunaishi kwake ni kitu hakuna. Hawa shemeji zake ambaye ni dada zangu, sijui kama bado wako na ile uhusiano yenye walikuwa nayo kitambo venye nilitoka hapa nikienda, ama iliisha. I don't know, kwa sababu sijawauliza bado. Juu nilirudi kwa sababu ya vitu zilikuwa very complicated sana. Msichana wako kuna makosa amefanya, na ni makosa mazito. Sis, mke wangu, nilipigiwa simu na my daughter. Akaniambia, dad, kuna emergency, kama unaweza kuja itakuwa better. So mimi nikafanya hivyo. Ruby ndiye alinipigia simu. Lakini wakati tulienda airport, umejua sikufika na mtoto kwa nyumba. Nilifanyika. Ruby tulifika kwa gate, akasema haezi ingia kwa boma, haezi ingia kwa hiyo nyumba kwa sababu ya mambo yenye mamake amefanya. Kitu cha kwanza, mamake alichukua boyfriend wake. Niliongea. Nilijua. So hii story unaijua? Endelea. Alichukua boyfriend wake akafanya kukuwa mwanaume wake sasa. Niliishi kukuambia huyo umeoa sio bibi. Nikanyamaza nisikue mbaya. So mimi venye tulifika kwa gate, msichana kaniambia, baba, mimi hata huyo mwanamke, anaita mamake huyo mwanamke, sitaki kukutana na yeye. You can imagine mzee. Huyu ni mwanamke tumeishi na yeye, tumezaa na yeye watoto. Na cha ajabu ni mwanamke nilimuoa na mtoto mwingine. Na huyo mtoto nikamchukua kama mtoto wangu. Tunaishi na yeye. But wote walifukuzwa kwa nyumba, hawako. Huyo mtoto hayuko, huyo msichana wangu mwenyewe alikataa kuja kwa nyumba, hayuko. Ukipiga simu ashikangi, hata hataki kujua nini kinaendelea. Sasa sijui iko hivi. Venye nilikuja na Jeff, kwa sababu Jeff alikuja na Ruby kwa airport. So venye tulishuka airport tukakuja hivi. Mjue chenye kilini surprise na nikashindwa nimeingia kwangu ama nimeingia kwa wenyewe. Sisi venye tuliingia kwa nyumba, umejua nilipata mke wangu na mwanamke kwa kitanda kwa nyumba. Tena jamaa amevaa short. Yeah,
amevaa short na vest. Wako bedroom. Ujaua huo jamaa? My sister. Sasa ningekuwa polisi. Unangoja nini? Ningekuwa polisi. I wish ni mimi nilimkuta. Shemeji yako. Juu ni bibi yako, wacha nisikize. Sasa makosa yenye ile happen hapa ni kwamba kuna ujauzito wa huyo kijana. Ai. Maisha. Na history yote mlijua na mkajifanya mumenyamaza. Pia na walaumu. Mumenyamaza. Nyinyi mumenyamaza. Kwa sababu hizi maneno zifikia hapa mahali penye zimefikia. You are my sister. Na huwa na communicate na wewe kila wakati. Bibi yako ambiwi, bibi yako asikizi mtu. Ungefanya nini? Pia wewe ukiambiwa unadhani hatupendi bibi yako. Mimi nikakuachia sababu bibi ni yako sio yangu. Unaona vitu nilizi kukuambia? Mzee, uliwahi jua nini msichana wako ako na tabia kama hizo? Mimi msichana wangu hajawahi kuwa na tabia mbaya. Tangu ni Musaya. Hakuna kitu kama hiyo. Labda mniambie nijue kama ni ukweli ilikuwa. Hiyo ni vitu mmeanza kuwekelea yeye kabisa. Mbona unatudanganya? Ni mtoto ni wako. Umezaa, ukalea, hujaijua tabia yake? Huyu mtoto hajawahi fanya makosa yote mpaka kanisa anaenda. Hata kanisa hajawahi kosa Sunday. Kwa hii boma yetu niliona hivi na macho yangu. Kama ukijua hata kanisa hajawahi kosa Sunday school anaenda kila siku. Kanisa akosange. Wachawi wako kanisani. Wamejaa huko. Umejua mzee? Hata kama mtoto wako alikuwa anaenda Sunday school, haimaanisha kwamba haezi akafanya kitu kibaya. Mwambie. Sijui kama umesikia statement yangu vizuri baba. Msichana wako saizi siishi na yeye, ako kwa huyo jamaa na ako na ujauzito wa huyo mwanaume. Siishi na yeye. Unajua sijaamini vile unasema ukweli. Hayuko mko na yeye. Achukue loudspeaker ama afanye nini ndio usikie ama ndio uelewe. Anasema bibi yake ametoka akaenda kwa mwanaume mwingine. Muelezea atasikia. Huyo hajawahi fanya makosa yote kabisa. Sasa unatetea nini mwenye ametoka na mimba akaenda? Mwisho uliongea na mtoto wako lini? Mwisho uliongea na yeye lini? Naongeanga na yeye lakini sio sana. Hivi karibuni umeongea na yeye kama wiki 3 hivi? Sijaongea na yeye. Sasa kama hujaongea na yeye basi labda hajataka kukupigia ujue kwa mazingira gani, kwa sababu mimi niko na wiki 3 hapa. Niko na wiki 3 hapa saa hii na ni mambo yote imefanyika kwa hizi wiki 3. Ndio nilipata history yote iko hivyo. Siko na yeye kwangu. Mimi saa hizi naishi hivi peke yangu venye niko. Mtoto wangu sijui ako wapi. Yeye naye nilimfukuza venye nilipata kwa nyumba na huyo jamaa ako kwa huyo kijana na hiyo mimba. So mimi sijui watu ukisema Sunday school sijui nini na already happen. Unasikia? Mtoto wako hayuko kwetu. Enda tafuta. Mambo ya watu. Tunafuata nini na kama nimesikia ulikuta kwa kitanda. Wewe ukajionea. Mimi nilikuwa. So witness ako hapa. Ni nini unakana? Wewe uliona? Tulikuwa na Baba Ruby, tuliingia na Baba Ruby, tukapata alikuwa na kijana mwingine kwa kitanda. Bedroom. Msichana wako Mama Ruby. Msichana yangu kweli? Ukweli msichana wako Mama Ruby. Unaelewa kitu tunasema? Sawa, mimi naelewa kabisa. Msichana wako, ule wako ulizaa huyo. Ule mwenye ulimuoza kwa ndugu yangu. Ndio tukapata kwa kitanda. Alipatwa na witness ako hapa. Sasa unasema aje? Na kuelezea hivi. Unaona Mama Ruby? Tulienda kwa nyumba, tukampata na boyfriend. Jeff wa Ruby kwa kitanda. Mzee. Jeff, hii story ni rahisi. Naweza pigia msichana wako simu? Simpigia simu. Naweza mpigia? Ngoja kwanza, unajua hatujaelezea mzee kwa sababu haamini. Mimi aongee naye, nadhani ndugu yangu ameongea vizuri. Amekuja akapata bibi yake. Alafu ile kitu mbaya ni mtoto mdogo mwenye anafaa kukua anaoa mtoto wake. Ni laana. Mzee, acha nikwambie. Unaona huyu msichana wako? Kutoka ingia kwa hii boma. Hana adabu. Sijui ulilea aje. Huko kanisa sijui alifundishwa nini. Hana adabu. Ajui kuvaa. Hana heshima. Kidogo tu. Hata watu wakubwa anaongelesha vile anataka. Mimi nitaingia aje kwa ndugu yangu. Aniambie ingia jikoni. Enda pakua. Anafaa aniheshimu. Mimi kama dada ya bwana yake anafanya, lakini hana heshima. Mzee, ulilea aje? Sisi tumelelewa hata na wazazi. Na hata wetu, mzee, umefail hapo. Mzee, ushaiongea na msichana wako, ushaijua tabia zake kweli mzee? Msichana wangu hajawahi kuwa na tabia mbaya, labda tuulize mama yake. Na wewe?
uhusiano ya msichana wako na mama yake ikoaje? Mama yake ndio wanakaa sana sana na yeye, sio mimi. Oh, saisi wewe. Saisi wewe. Jeff, umejua huyu baba mkwe ni kama tunaongea hapa kitu. Aelewi kitu tunaongea. Saa hii unaona mama ya msichana wako umpate na mwanaume mwingine, utasikia aje? Ngoja nini? Utasikia mbaya. Hivyo ndio sasa ndugu yangu anasema. Hiyo utasikia mbaya sana. Aibu na uchungu, kidonda ya roho yenye iponi. Mimi nimetrust na mzee miaka yote. Sikutarajia anaweza fanya kitu kama hii. So wacha uconfirm ya kwamba mtoto wako ako wapi. Kwa sababu unaona wewe mimi nakuongelesha, wewe unaniambia mambo ya Sunday school, sijua kwa kosa Sunday school. Sunday school na ndoa inaingiliana wapi? Mzee, nikuulize uhusiano wako sasa kama mzee na baba Ruby inakwanga aje? Uhusiano mimi sikuwa na shida na yeye. Hata tulikuwa tunaongea na yeye, alikuwa anatumia pesa. Anakutumianga pesa? Hata nyumba yenye nilikuwa nakaa ilikuwa mbaya kabisa. Si unaona ile nyumba yenye nilikuwa naye? Sasa hizi anitumia pesa nikajenga nyumba nyingine nzuri. Hello. Pesa. Hello. Mzae, nataka usikie mtoto wako akiongea hapa. Habari yako? Baba Ruby. Habari mama Ruby. Nzuri, lakini siko poa. Nilikuomba msamaha, bado hujanisamehe. Hata nilikuwa nimeita mzee wako kutoka nyumbani, ako hapa. Babake. Babangu? Babako ako hapa, nilikuwa nimemuita ako hapa, na pia sister yangu niko hapa na yeye. Ai, mbona sasa ukamwambia? Hapana, sasa wiki 3 saizi zimeisha. Wewe unaona tu hizi vitu, it's like ni yani ni kitu tu iko tu, yani huoni kitu ile happen kikubwa. Hapana, lakini tulikuwa tunaongea tusuluhishe sisi wenyewe. Sasa mbona ukamwambia? Mbona ukaambia wazazi sasa? Hapana. Wewe umejua ungetaka vizuri ni tuendelee kukaa na wewe na hii story isikue, ungekubali kwenda kuishi kwa huyo kijana. Lakini as long as uliamua kwenda kuishi kwa huyo kijana, unatarajia mimi nifanye nini? Sasa kama ulinifukuza ningefanya nini? Mimi ulinifukuza, nilikuomba msamaha, mpaka hata nimesema tena unisamehe, bado hujanisamehe. Umejua ishi tu huko. Kwenye huko ishi tu na usirudi. Hatukuhitaji huku. Huku kwetu hatutaki watu kama wewe. Baba Ruby, hatukuhitaji huku. Huyu ni dada yangu, unamjua. Wewe unamjua. Si mwenye mmekuwa mkikapo na yeye. Ishi huko. Anaingiliaje maisha yetu? Saidi utajua ni maisha yetu. Ishi huko. Na siku nitakukuta kwa ndugu yangu, utaamini kitu nitakufanyia. Haya, leo tujue kama ni mzee wako. Ishi tu huko. Ebu ongea na babako yuko hapa. Ongea na babake. Ai, mimi hapana. Habari msichana wangu. Dad. Habari. Nzuri, hizo vitu zote wanakuambia ni uongo. Sio vitu zote, kwanza sikiza kwanza. Wewe mwenyewe vile unaongea nilikuwa nasikiza tu. Wewe mwenyewe vile unaongea nilikuwa nasikiza kabisa. Ulifanya vitu kama hizo. Nimesikia hivyo. Ai, dadi, wanakudanganya. Sio kunidanganya. Wewe mwenyewe umekiri ulifanya vitu kama hizo. Si umesema ulikuwa unataka kusamehe. Unaniekelea ni kitu kidogo tu. Wewe mwenyewe umekubali. Ulikuwa nimsamehe nini? Mwambie uko wapi? Sasa uko wapi? Nilienda kwa rafiki yangu. Sio kwenda, kwa nini ulitoka? Nilikuja nyumbani nikaenda kwa rafiki yangu. Alikufukuza nyumbani? Wa kike ama wa kiume? Alinifukuza, tulikosana kidogo akanifukuza. Wacha na kusema kidogo, sema mlikosana basi. Nilimkosea kidogo na nilikuwa namuomba msamaha nirudi. Wacha hiyo kitu nasema kidogo ni mbaya, sema tu kweli. Wacha kusema ati mlikosana yeye kidogo acha. Wewe mwenyewe umesema kile mlikosana. Unasikia ni wewe utapigia babako simu muongee huko. Chana na yeye. Sasa umeamini? Nimeamini. Sasa mimi nilikuwa nakwambia, unasema tunaekelea msichana wako, anaomba msamaha, makosa gani? Si umesema nieleza, nimekupana na yeye mwenyewe amesema kupale. So mimi ikifikia mahali utajitayarisha, mahali yangu utarudisha. Mahali? Unaelewa? Mahali nirudisha mahali? Mahali kwetu hujairudisha. Utakuwa wa kwanza kurudisha. Sitarudisha, mfanye nini? Siwezi rudisha mahali kabisa. Hiyo labda tuongee njia nyingine. Njia nyingine ni gani? Tutaongea, wazee wanaongeanga. Wanaongea nini? Hii ishaenda. Wewe ufai kuongea kwanza. Wewe ufai kuongea. Wakati ililetwa hiyo mali nilikuwa hapo, sawa? Wewe ufai kuongea. Na nitaongea mpaka siku ya mwisho. Wakati walikuja huko nyumbani, si ulimuona? Si alikuwa? Alikuwa, lakini kitu yenye nataka tufanye hivi, tukutane wazee tuongee.
Wewe ende ukutane na hao wazee wa nyumbani, mkae chini muongee. Already mwenyewe umesikia kwa kinywa cha msichana wako ya kwamba nilikosea, mbona nimeita babako, mbona nimemwekea maneno, umesikia. Na mimi nimekuambia vizuri, msichana wako ako na ujauzito ambayo si yangu. Na hiyo ndio inaweza fanya nisimsamee na asirudi kuishi na mimi. Huyo mtoto tunamuita nani? Kwani anafaa kuitwa aje? Asiende kwa mwanaume mwenye alimzaa, mwenye amempatia mimba na ndio penye ako saa hii. Hakuna rafiki mwingine huyo anakuambia atako kwa rafiki yake. Ako kwa huyo kijana. So labda anaona tu kwa majukumu ya huko labda imemshinda, sijui maisha yako huko na yenye ya huko labda ni tofauti. Mimi hapo sijui. Sijui hapo kutokea hapo. But mimi pia ikifikia mahali itabidi sasa mimi ninyamaze, familia yangu ingilie iamue sasa venye itaamua. Juu nikitoka hapa nikirudi huko ndio nitaachia kila kitu. Hakuna mtu mwingine nitaachia. Ndio nitaachia kila kitu. Juu maisha naye lazima iendelee. Kulingana umeelezea, nimekusikiza sana, mzuri sana. Mimi nilikuwa nakuomba kwa hali yako, kwa sababu amesha kubali alifanya makosa, naomba tu msamee. Kusameana inaingiliana wapi hapa? Mimi naongea na wewe ndio anafaa kumsamea. Hakuna msamaha iko hapo. Kwani kitu alifanya, hata mimi nikifanyia bwanangu atarudi anisamee nini? Atanisamea nini? Kwanza wewe ungekuwa dada yangu amefanya makosa kama hata siwezi sikia kitu kama. Hawezi sikiza. Amekosa na amekosea. Enda utafuta mtoto wako, atujui mali yako hayuko kwetu. Mimi nilikuwa nakuomba hata kama uko na nia mbaya, wewe ongea. Ningekuwa na nia mbaya hata awangeoana. Mzae, fanya hivi. Tafuta mtoto wako. Kaa naye chini. Muuliza anataka nini. Hivyo ndio naweza kuambia. Naenda ongea na Mama Ruby. Ndaongea tu na yeye. Ongea na yeye, umpigie simu hata kama mnapatana, hata kama mnaongea kwa simu, muongeleshe vizuri na mama yake pia. Usikie anasema nini na anataka aje. Mtampigia simu niongee na yeye. Naona kama vile itafanyika. Kama anaweza kuja pia akuje, tu solve hii maneno tukiwa pamoja. Mimi nilikuwa nataka akuje kiwezekana tu solve tukiwa pamoja. Sawa.